Bwana, wanasema sanaa ni fursa, sanaa ni ajira, na ndio maana serikali ya Tanzania iliunda wizara rasmi ya sanaa, michezo na tamaduni ambayo kwa sasa ipo chini ya waziri mwenye dhamana Paul Makonda akiwa na naibu wake Hamisi Mwinjuma almaarufu kama Mwana FA. Na leo tupo mwana sanaa mwenye sanaa ya uchoraji kwa jina anaitwa Salim Maneno. Atajitambulisha zaidi, tutapata kufahamu mengi yanayomhusu safari yake ya sanaa ya uchoraji mpaka alipofikia, changamoto na alkadhalika. Fuatana nami upate kufahamu mengi yaliyomo zaidi. This is OSR Media. Kwa majina naitwa Salim Maneno Ndule, na umri wa miaka 20. Ninaishi Mbagala Kijichi, Dar es Salaam. Mimi ni msanii wa uchoraji wa picha za penseli. Sanaa sio kipaji tu, bali ni fursa na ni ajira katika dunia ya leo. Ndio maana leo tumekusanyika kwa pamoja kuelimisha na kuwafahamisha zaidi kuhusu sanaa ya uchoraji. Stay tuned. Bwana, mambo vipi? Kama kawaida. Mambo yanaenda Fresh kabisa. Bwana Salim, hivi nini maana sanaa uchoraji? Mtu akisikia sanaa uchoraji, tulee nini maana sanaa uchoraji? Sanaa uchoraji ni uchoraji wa picha kwa rangi na penseli. Ndio. Yeah. Naona hapo na vifaa vingi kidogo. Ndio, ndo vifaa vyangu hivi nimeanzia navyo. Unajua Brother Salim bwana? Naam. Watu wengi wana vipaji vya kuchora, especially wadogo zetu wa shule ya msingi huko sekondari, lakini ndio hawafahamu njia. Kwa hiyo wewe ukiwa miongoni mwa watu ambao wamepata nafasi katika social media, maybe unaweza kuwa msaada kwao. Hapo naona penseli zipo nyingi, sijafahamu kazi zake. Labda ukatuelezea tofauti gani wa penseli hizi na zile penseli za 200. Natamani kufahamu, maana hapa nachanganyikiwa. Vizuri kweli kabisa kwa swali lako. Tofauti ni mkubwa sana kutokana na hizi ni special for drawing chako. So kama unavyoona, hii ni white chako. Hii kazi yake ni katika kuleta mwanga katika mchoro wako. So na hizi mbili unazoziona, kuna chako medium na kuna chako hard. Pia kuna chako hizi na kuna chako hizi. Pia hizi zinafanya kuleta uhalisia katika mchoro wako. Uhalisia katika mchoro wako. Pia kuna hiki sketchbook. Hiki ni kwa ajili ya kuchorea tu michoro yako mbalimbali kama unavyoona. Ukinunua hiki unapata na hiki. Pia unavyoona na hivi. Hizi ni tissue kwa sababu ukishachora mchoro wako kama unachukua ni chako pencil ile. Ukapakaza hivi. Unakuwa kama mistari. So utachukua nani tissue yako. Utapitia kusambaza ile chako. Pia hii ni kuleta smooth katika chako pencil. Hiki pia unavyoona, hiki ni kwa ajili ya kuangulia chako na vitu vingine hivyo. Kuna hii hapa pia. Hii ni kwa ajili ya graphic pencil soft katika mchoro wako. Kuna hii cutting knife. Bwana, hiyo vifaa vyote picha moja. Cutting knife kwa ajili ya kuchongea penseli na kukatia vitu vingine kwa ajili ya mchoro. Kuna hizi brush. Kama unavyoona, hizi brush kwa ajili ya katika mchoro wako shachora. Kuna ile kusambaza kuleta labda naniu, kusambaza picha yako kai sawa hivyo. Kuna hii zero wanaita tombow. Hizi kwa ajili ya kuleta pia vile light katika mchoro wako kama mistari sema ambako unaweza akupiti kufutio wala kupiti nini eleza, unaweza kupitisha hii hapa. Pia kuna hizi hapa hizi inaitwa building stamp. Hii ni kwa ajili ya sehemu zile ndogo ndogo kwa ajili ya kusambaza ile chako ile. Kama kupiti brush zingine unasambaza kwa building stamp. Kuna hizi soft. Hizi zinaendana na chako pencil zile. Kuna chako hard, medium, hizi. Kwa hiyo bwana, kuna utofauti mkubwa kati ya zile penseli za HP za 200 na tofauti mkubwa sana.
Kwa hiyo kwa wale wenye ambao wanataka kuchora, jamani, hivi kama upo serious inabidi umiliki kitu kama hichi kama mchoraji. Ndio kweli kabisa kwa jambo kama hilo. Sasa bwana Salim, mimi bwana nataka nikupe challenge ya kunichora. Yaani ukinipatia vizuri kabisa kuna kiasi chako hapa kitita cha shilingi 10,000. Sawa. Kwa hiyo najua wachoraji wanachora lakini wachache wanaanza kuchora live, si ndio? Ndio kweli. Hapo nafanya kama kwenye movie ya Titanic. Kama Jack alikuwa anamchora nani? Rose, ila mimi sio Rose. 1 2 3 akipatia kunichora vizuri anapewa hela yake shilingi 10,000. Hiyo ni kazi. Kwenye kuchora sasa unazingatia vitu gani? Katika kuchora hapa nazingatia ni muonekano halisi wa picha ninayemchora. Kwa mfano kama hapa siki kutingishika. Unaweza kutingishika ila tunazingatia ni muonekano wa kwanza ulivyokaa hivyo. Hapo tunaanza kutumia penseli. Penseli ya sketching. Sketching kwanza. Na sketching hapo baadaye nakuja drawing. Ni hapo anajitahidi stingishike ili apate kunipatia vizuri kabisa. Ndio. Hivi Salim. Ya mama. Hivi kuchora ulianza lini? Kuchora. Naanza ingia mwaka 2013. 2013. Darasa ngapi? Ile kwa darasa kama la 3. Na kitu gani kilikusukuma sana mpaka ukaamua uingie kwenye sanaa ya kuchora? Kilichonisukuma zaidi ni kutokana niliweka moyoni, nikaona ni sanaa ambayo nimetokea kuipenda kutoka moyoni. Unajua bwana, usifanye kama ukipende. Kweli kabisa, na utaweza kufanikiwa kuliko kitu kama hujakipenda. Picha ya kwanza kabisa unakumbuka ulochora? Nakumbuka na ninazo. Ulichora picha gani? Nilichora pikipiki hivi. Na pikipiki fulani hivi nikachora, nikamchora shoko. Mengineyo. Changamoto gani ambazo labda unakutana nazo kwenye sanaa? Changamoto unakutana nazo kutokana na kuna vitu baadhi sivijui. Katika sanaa ya uchoraji. Kama uchoraji wa live, yani kumwangalia mtu hivi. Mbona unakifanya hapa sasa? Naona ni changamoto fulani ambayo unaipitia. Bado kujimaster kivile. Kwa hiyo kwa mfano picha kama hii hapo au picha zako unazochoraga unafanyaga kwa shilingi ngapi, labda utaratibu kwa kazi ukoje? Uchoraji wa picha hizi huwa kunakuwa na size zake. Size kuna A3, kuna A1, kuna A2, A4 na A0. Pia kuna A5. Pia kwenye A3, A1 kwa hela ambazo kwa bei ambazo unazouza mimi hizo picha ni shilingi 100,000. Pia nikija kwenye A2 nauza kwa shilingi 80,000. Nikija kwenye A3 nauza kuanzia shilingi 60,000 mpaka 45,000. Nikija kwenye A4 unaanzia shilingi 30,000 mpaka 25,000. Ndio. Nikija kwenye A5 kuanzia 15,000 hadi 20,000. A0 ambayo ni aina kiwango unaweza hata kwenda milioni 1. A0. Ni picha ambayo A0 unaweza kama hadi gorofa ni A0. Hiyo ndio picha hiyo ya mtu. A0 ambayo haina kiwango, yani wewe tu. Kwa hiyo ndio maana tuliposema kwamba kipaji ni ajira na ni fursa. Kijana au mtu yote. Ndio. Kwa mfano kama wewe hapo unachora unasema na gharama zako. Ndio. Na kusaidia vipi kujikimu na mambo mengine labda kupata fedha au harakati nyingine? Na kwenye kujikimu kwa fedha inatokana na ufanyaji wa kazi, yani picha nizogaiwa. Na soko hata kila siku huwa naingiza pesa. Kwamba nikichora picha moja nikishapata 30,000 au kupata 80,000 basi nikae mpaka nisubirie aje mteja mwingine.
Lakini unasoma mambo yako madogo madogo na save kama katika masuala msosi naweza save na masuala mengine hivyo maradhi nini. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho unatamani sana ukifanya kazi? Sasa hivi nataka kufanya niwe msanii ambaye mwenye uwezo kama wasanii wengine ambao mnawaona mtandaoni jamii hivi. Kwa mimi ninavyoona bado yani sina uwezo mkubwa vile katika sanaa ya uchoraji. Sasa katika kama kwenye live hivi tuna uwezo mkubwa. Kwa sina experience vile kama wenzangu. Lakini changamoto gani ambazo saa nyingine unakutana nayo inakuambia sasa hivi labda usifike level kadhaa katika sanaa ya uchoraji? Changamoto unakuta ni kama changamoto ya vifaa. Sina vifaa vikubwa kivile, kwa vyangu ni vidogo. Kama uchoraji ni kazi yangu nachofanyia nyumbani. Kwa nyumbani huwa nachora kwenye bao, nakaa chini nachora picha na nyuka hivyo, nasha viungo sababu sina kiti wala meza ya uchoraji. Kweli. Unakaa na mbapo bibi anashosha kiungo, baadaye narudi tena kwenye kazi hivyo. Ndio bwana, kwa sasa hivi naam, najua hapa waheshimiwa wanatuangalia, Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo, na kwa sasa ipo chini ya mtu makini sana, Mheshimiwa Paul Makonda. Ndio. Na kama unavyojua kwamba zimetolewa 2 billion kwa ajili ya content creators. Nje ya content creators kuna watu kama pana, kama unavyoona kuna hii sanaa uchoraji. Unatamani kitu gani wafanye wizarani huko, Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo, kitu gani wafanye kwa ajili ya kuwainua wasanii sanaa ya uchoraji Tanzania? Ipate kutokea na sisi niweza kupata kuonekana katika sanaa ya uchoraji. Pate kuinuliwa, pate kuonyeshwa mwanga. Najua Tanzania tupo wasanii wengi wa sasa wachoraji. Tupo wengi sana. Kuna wengine ndio hivyo yani wanakufa vipaji vyao na muache sanaa ya uchoraji kutokana naona haina faida yoyote. Na kuna kama inampa hasara shaki. Ndio, kuna story moja nilisikia bwana, kuna picha ishaye kuuzwaga huko South Africa kwa mamilioni ya fedha, ilikuwa ni milioni kama 50 hivi. Ndio. Lakini hapa Tanzania mchoraji alikuwa amepewa kama 20 sijui. Kuna mkasa mheshimiwa mstaafu Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alishakuelezea swala kama hilo. Kwa hiyo mimi binafsi nadhani bwana, of course sanaa, wizara yetu ya Sanaa, Tamaduni na Michezo inabidi ifikirie na kweli kabisa kwa namna gani wachoraji wanapata kufikiwa na kunufaika na kipaji ambacho wanacho Lakini unajua bwana, vijana bado tuna nafasi kubwa sana, kwa sababu nje ya Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo kuna wizara mpya ya vijana ambayo imeanzishwa hivi karibuni. Kwa hiyo nadhani wenye vipaji wana nafasi kubwa sana kusikilizwa, kwa sababu serikali nao ipo attention kuona kwamba vijana wanakwamukaje katika wimbi la umaskini, si ndio? Ndio. Imekamilika bwana? Imekamilika. Chako tayari. 10,000 yangu imeenda bwana. 10,000 yangu imeenda. Kwa hiyo kama tulivyoambia mwanzo awali vijana kwamba kipaji ni fursa. Naam, ndio. Kipaji ni ajira. Ngoja ni baadhi yangu bwana hapo. Tupe kitu. Kumi zipo nyingi kidogo zinasumbua kutoka. Shukrani. Hiyo bro. Jana inabidi mfahamu kabisa kwamba sanaa ni ajira. Usikae ukalalamika kwamba kuna ajira wakati sanaa ni ajira, lakini pia serikali ipate kuangalia kwa jicho la pili kupitia wizara yake ya vijana na wizara yake ya Sanaa, Tamaduni na Michezo kuhusu vipaji mbalimbali ikiwemo vipaji vya uchoraji. Kama inaweza kutoa bilioni 2 kwa ajili ya content creator, inawezekana pia ikatoa kiasi cha fedha kwa ajili ya wachoraji na sanaa nyingine. Kuna neno gani kwa kiujumla? Neno langu ni kwamba walio na vipaji wasikate tamaa. Kwani ajui kipaji chake kina faida gani mbeleni. Ndio. Kwamba kuna vijana wengi mkutana nao ana kipaji na kukatia tamaa kuona hakina faida kwake.
na kukatia kamba kuona achane nacho kabisa, kumbe ajui mbeleni kina faida gani, kitampa matunda gani. Ndio wanasema kwamba ili upate kitu ambacho unataka kukipata, ndio ni lazima ufanye kitu ambacho unataka kukifanya. Kweli kabisa. Kwa hiyo vijana, msikate tamaa. So ulikuwa nami katika kipindi chote katika event yetu ya leo na Brother Salim Maneno. Naam. Na watu wakitaka kupata na kupata kwa namba gani? Kwa namba zangu za simu 07 40 32 70 78. Napatikana WhatsApp pia. Kwa hiyo mnakohitaji bidhaa, mnahitaji kuchorewa, mnahitaji chochote kile, kama mlivyomsikia anaweza kuchora kitu chochote kile, unaweza kumcheki kwa ajili ya huduma zaidi. Fuatana nami upate kufahamu mengi yaliyokuwemo zaidi. This is OSR Media.